Nahitaji logo ya Uzima Organic Products iwe ya green na white chifu wangu na kajani kamoja kawepo. Okay, hatua ya kwanza ni kuchukua font yetu. Nitatype Uzima. Taanza na herufi kubwa Uzima. Tuna imetokea kadogo hapa. Nitachukua hii selection tool, then nitaizoom. Nikisha zoom na imejirudia hapa maneno. Type position hapo. Nikisha position hapa nenda kuchukua font yangu ambayo ni Montserrat. Ndio font ambayo naenda kuitumia. Kisha chukua hapa na position. Simple. Mambo unajua logo za binadamu hazihitaji mambo mengi tofauti na logo za AI. Kwa hiyo ni simple tu. Nitachukua hapa, basi nitaangalia rangi gani nitumie. Mteja wangu alisema nataka green, lakini mimi kwenye perception yangu nikawaza kwa nini simuongezee rangi ambayo haja recommend, ndio ambayo utaona nimeiweka hapa. Hii hapa kama ni orange some sort of yellow. Ni rangi kama ya jua hivi. Kwa nikishamaliza hapo then na highlight yote na right click then na create outlines. Na create outlines imali niweze kucontrol fonti au text moja moja. Kwa nikishafanya hivyo hapa ile sasa na delete. Na delete. Hapa nataka ni introduce kitu kama jani alicho recommend ya mteja. Kisha maliza hapo na kuja sasa kutengeneza jani langu. Utakuja kuangalia jani likoje. Nitachora jani hapa. Nitachora point yangu pap. Nitachora hapo. Nitachora mitaa hii. Nitachora hapo. Nitachora hapa. Then nitachora kwa hapa kidogo. Nitachora hapa juu kidogo. Wewe sasa kuja kuniuliza kwani jani limekaa hivi au usiogope. Nitachukua hii nani yangu. Sasa sisi nilichukua hii pen tool, nakuja kuchukua hii. Nakuja kuchukua hii tool. Then nikisogeza hapa naweza ka control point zangu. Utaona hizi ziko sharp. Kwa sitaki ziwe sharp, nataka ziwe kwenye edges. Kwa hiyo nataka nizicurve. Kwa hiyo nikisogea kwenye point hapa ya katikati, nitaminya alt. Nikishaminya alt tunaona imetokea anchor, nitaminya pub. Umeona? Simple. Chap chap tu. Nitaminya hapa pub. Nitatengeneza shape wako na hapa kwa ndani. Na hapa kwa ndani nitatengeneza shape yangu hiyo hapo. Unaona? Kajani kameanza kutokea. Then nitakuja huku pembeni. Nitaminya shift, nitaminya na point hii hapa, afu nitazidrag katikati kutengeneza hicho kitu. Then nitadefine kidogo kama unaona define kidogo. Kisha maliza takasogeza hapo. Nitaminya shift kuipunguza, ta duplicate, nitakuja minya alt, tatu zimetokea selection mbili, ta right click, nitakuja kwenye transform, then transform nitakuja kwenye reflect hapa. Ta reflect upande huu, nitaminya okay. Nitaipunguza. Nitaminya hapa kutengeneza majani mawili fulani hivi. Okay, siku zote lazima utengeneze perception katika logo yako kwamba hii logo ni amesema ni uzima. Je, uzima inaashiriwa na maneno gani? Kwamba hii ni kama mitishamba fulani. Kwa mitishamba lazima iwe na signature ambayo itaashiria kwamba hiki kitu ni salama. Na siku zote rangi kijani inaashiria ni majani. Majani ambayo yanaashiria kwamba hiki kitu ni salama. Nikishamaliza hapo, naona nimetengeneza majani mawili. Na kuja kutengeneza kitu hichi hapa. Nachukua kwenye shape tool, nitachukua ellipse tool hapa. Nikishachukua ellipse tool, zoom kidogo hapa. Kisha zoom kidogo, ndani ndio kama kajua kwenye jani hapa. Zeni nitaminya i, nitakuja nitachukua rangi yangu. Tuona hizi shape ziko kwa chini. Nitaziarrange hapa kwenye layers. Nataka ije kwa chini. Kwa umeona, nitatengeneza hichi kitu. Lakini kabla sijatengeneza hichi kitu, nataka nitengeneze, nafanya hivi. Nataka ni cut out ili baki jua ambalo liko half. Nitakuja hapa nachukua pen tool yangu. Zoom in, yani zoom in uone ninachokifanya. Nitakuja hapa. Nitaminya hapa point sharp tu. Hapo. Nitaminya hapo. Nitaminya na hapo. Nikishaminya na hapo, naona rangi imetokea hapa, ngoja ni cancel fill. Kwa hiyo tabaki na hii. Nikishabaki na hii na select yote kwa pamoja. Nikisha select yote kwa pamoja nakuja au ni select hii jua langu na hii shape yangu, afu nakuja na minya shape builder au kabla sichukua shape builder
utaona hizi nitakuja hapa nitaminya alt kama nilivyofanya mwanzo, nitazikave. Nitakuja na hapa kama nilivyofanya mwanzo, nitaikave. Nikisha ikave na select, na minya shift na select na jua langu. Then nakuja hapa kwenye shape builder tool na minya alt na ni select na ni select na ni select. Then nikija kuzoom in, hapa nimepata kitu hichi hapa, nita right click then nita group. Kisha group nataka nisogeze hapa ili tu taizoom hapo. Hii nilisha group, naweza nikaisogeza tu hapo mita hii hapa. Then tuona hapa tumekamilisha hivyo. Sasa tukamilishe kwamba ili jani ndio, lakini linatokea wapi? Lazima tutengenezee hapa point. Nakuja mita hii hapa, taminya pub, taminya hapa pub, nakuja nitaminya mita hii, taminya na hapa, tatokea line, taminya hapa, taminya hapa, taminya hapa, taminya hapa, taminya na hapa. Tutatengeneza hiyo shape. Kisha tengeneza hiyo shape, nakuja chukua rangi ya jani langu, sitaki tofautiane, taminya hivi. Sasa itakuwa imetokea hivyo, itakuwa kama robot. Sasa tutaki lazima tuchukue tena tool yetu, nakuja hapa kwenye anchor point, naikave, nakuja kwenye anchor point, naikave, nakuja kwenye anchor point, naikave, nakuja kwenye anchor point, naikave. Natengeneza hicho kitu ambacho kinaitwa uzima. Hiyo ni ya kwanza, tushamaliza kwa juu. Naona hapa iko sawa, perfect kabisa. Then tunachokuja kufanya sasa hizi, nakuja kuchukua organic products, naandika hapa organic products. Kisha andika organic products na minya shift na scale. Kisha scale nitaiposition mita hii hapo. Kisha position mita hii hapo. Nakuja kuangalia rangi gani nitumie kijani hii hapa. Kisha tumia hiyo, nakuja kutype font yangu. Fonts ninayotumia sasa hizi hapa ni Poppins. Tutachukua Poppins. Hizi ni most recommended fonts katika design. Montserrat, Poppins, kuna fonts ziko nyingi. Wewe kama unataka fonts ambazo zinatumika sana kwenye design, comment hapo chini fonts ni kurushie right away. Au kama unataka more ujifunze zaidi kuhusu darasa letu la motion graphics na graphics kama hizi za kawaida, comment hapo nataka kujifunza darasa, then nitakushare link ambao uta access video zaidi ya 50 ambazo zinafundisha from ground up, yani ile from beginner level to expert level. Au unaweza kutembea YouTube account yangu ambayo ukasearch pale Madiba Graphics, then itatokea pale, utaona, utacomment, utaangalia video, utajifunza mambo ya Blender, utajifunza After Effects, utajifunza Illustrator, utajifunza Premiere Pro, utajifunza kila kitu, yani kila kitu tunafundisha, yani tujaacha kitu kwenye upande wa visual. Hii ni Madiba Graphics, mpaka wakati mwingine, ciao.